Now, among the many stories that are currently spoken about in our country, Kenya, is in regards to the current spurt of murders in the BNB, in the Airbnbs. Yeah, Airbnb ni nyumba ambazo zimekuwa ni nyumba za kukodisha ambapo watu wanakomboa so that they can have a good time together. They can hire a Airbnb for 1 or 2 days ambapo mtu anakuja na mpenzi wake, maybe a girlfriend from town, na kama yeye mwenyewe yupo mtaa, they spend the night there. So it has been a norm right now, and mostly let's say for Nigerian men, because there isn't two famous murders in the country ambazo zimehusika na zimepata kuhusika na wanaume wa Nigeria. So right now some new revelation is coming in regards to the Nigerian men and this spark of Airbnb murders. So let me tell you, there's a story behind it. There's a story behind everything. Now, we have tried to dig deep. Tumejaribu sana kuchunguza na kupeleleza ndipo tuweze yasoa kutambua ni nini ambacho kinaendelea. Na mbona ni rahisi sana kuweza kuwapata mabinti wa Kikenya ambao wanadanganyika kirahisi sana kwa mihela tu kidogo, alafu mwishowe wanapata kuuawa. Now, hapo jana mwanaume ambaye alipata kufanya mauaji kule katika eneo la TRM Drive ama katika eneo la Roysambu aliweza kukamatwa, na alikamatwa akiwa na wanaume wengine wawili. Walikuwa wanaabiri ndege la kutokea nchini Kenya kuelekea kule Nigeria, Abuja, Nigeria. Mwanaume huyu kile ambacho kilikuwa kinaendelea, inaaminika yeye ndiye aliyepata kufanya mauaji ambayo yalifanyika Roysambu. Yalikuwa ni mauaji ya kufedhehesha sana, maana hata ukitazama, yani huyo mtu alimuua yule binti alafu akakata mwili wake vipande jamani, alafu kichwa kikatokomea. Sijui tunaelewana. So there is a revelation that is coming, na kwamba mabinti wa Kenya ni hawa tu wawili, ambaye ni starlet wa huu ambaye alipata kuiaga dunia mwanzo wa mwezi huu, na huyu mwingine ambaye alipata kuuawa juzi pale katika eneo la Roysambu. Baada ya chunguza na baada ya kupata kupeleleza kisa chote kizima, tumegundua mengi, na kile ya kime stand out in regards to this matter ni ya kwamba hawa mabinti wapo free online. Acha nikwambie, na wacha na wale wa Facebook, wacha na wa Telegram. Kuna sites nyingi sana ambazo ni sites za watu wazima. Hawa mabinti wanapost namba za kwao pale, wanapost picha za kwao, alafu wanaelezea sehemu waliopo. Tunaelewana? Kuna sites zinatambulikana kama vile Kenya Raha na zinginezo. Hizo sites ukiingia pale umtake binti wa eneo la Githurai utampata. Umtake binti ambaye yupo eneo la Dandora utampata. Binti yupo eneo la Thika utampata. Wewe piga tu simu, ile namba wameachia pale, muulize wanataka pesa ngapi per night kuwa na wewe usiku mzima, ni pesa ngapi? Sasa hawa wa Nigeria wamefanya uchunguzi wakagundua hivi, na unaelewa biashara ya kuweza kuwatoa watu kafara kule Nigeria ni biashara very lucrative, aswa mabinti. Tunaarifiwa binti mmoja, kichwa cha binti mmoja ambaye utakuwa umemtoa kafara ni shilingi 1,600. So hawa wa Nigeria wanasikia huko kwao wameshagundulika, wanawatambua kama the Yahoo Boys, wameshatambulika kule Nigeria na wameanikwa kwa kiasi kikubwa. So wanakuja nchini Kenya malambapo mabinti wachanga kutokea miaka 19 mpaka miaka 20 mpaka miaka 30 wapo tu wanajiuza mitandaoni. So inakuwa virahisi sana, maana yeye anaelewa Githurai ipo hapa, mimi nitachukua Airbnb pale. Unajua maana ni kwa sababu gani hawachukui lodgings? Lodgings zina kelele, na lodgings ni chumba kimoja au viwili. So Airbnb ni self-contained. Sijui tunaelewana? So kule hata kifanya mauaji si rahisi kumtambua. Na unajua Airbnbs hawakuchunguzi sana, wakuona kama mtu ambaye una hela and you need your privacy, una get. So wanakuja pale, akiingia na binti pale,
akimalizana naye, alafu ni kama they are psychopaths. Ni watu ambao wameexercise visa hivi kwa muda mrefu, wameexercise kazi hii kwa muda mrefu, so wakimalizana na wewe wanasafisha kutumia hata bleach agents, au haiwezi julikana haswa kuna mauaji yalifanya kutendeka katika eneo lile. Hivyo wanabeba miili na vipande waenda kuzitupa sijui wapi. Unaget? Inakuwa wewe ulitokomea tu ukiuza roskoko, ulipotelea tu ukiuza roskoko. Sijui ya economy ni ngumu, tunaelewa. Mabinti wetu maisha ni ngumu, tunaelewa, ni jambo ambalo hatutolipinga. Maisha hapa nchini yamekuwa magumu kwa kiasi kikubwa, lakini hiyo shilingi 5,000 ambayo utalipwa na huyo Mnigeria, is it worth dying for? Is it worth dying for? Uza madondo tu, uza mayai mtaani, uza mahindi choma mtaani, ule pesa yako halali. Maana wanaume, after the yesterday's investigation, tumegundua there are confessions of over 100 girls that have disappeared without trace. Unajua wale ambao wanajulikana ni wale ambao their case imekuja to the limelight, lakini mabinti ni wengi. Na unajua the ratio of men to girls in Kenya is so, mwanaume anapaswa kuwa na mabibi wawili ama watatu, ndipo waswa tuweze kubalance the equation ya wanaume kwa wanawake katika Jamhuri ya Kenya. So ukija upate ya kwamba mabinti 100 wanatokomea tu, familia zao ziwe hazina uwezo, alafu hata si familia zao. Unajua dema ako Nairobi, buda ama mother ako mitaani, akogeshage mahali fulani. Unaget? Wazazi waliwaachilia, tuendeni mkajitafutie. Unaget? Inakuwa vigumu sana kuweza kumfuatilia mtoto ujue ni kazi gani anafanya. So yule akienda aanze kuuza kitu yake kule, it won't be easy for you to crack the case open, kujua kwamba mwanangu anafanya hiki, mwanangu anafanya kile. So inakuwa mzazi anaweza kaa hata miezi miwili, hata mwezi mzima hajampigia bintiye simu ajue yupo wapi. So baada ya mwaka moja ndiye anagundua, wait a minute, mwanangu hajai nipigia simu, ama miezi 6, mwanangu hajai nipigia simu, alikwenda wapi? Unajaribu kumtafuta umpati. Unaanza kusema alipotea, alitokomea. Kumbe mwanao alikwenda katolewa kafara na wa Nigeria kule, akauzwa 1,600. Na story ikaishia hapo. Maana wakikuu wanatupa mili wamfanya kile ambacho walikuwa wakitaka kukifanya. Wengi wao hata hawakuji kwa ajili ya kuweza kushiriki tendo na wewe, wanakuja tu kwa ajili ya kutaka kukua. Maana you are worthy money to them, you are not worthy a tool of entertainment to them as you see yourself worthy. Sites nyingi, acha nikuambie, ukijaribu kutembelea mitandao na sites zingine usiku, hata sahi mchana, hata sahi tunapoongea, kuna wale wapo live kwenye hizo sites wakijaribu kuuza. Wapo live kwanza, wanajirekodi. Wanajirekodi. So inakuwa nikana kwamba hii biashara mabinti wetu wameona nilipewa na hakuna mtu ananiuliza, hii ni asset niko nayo, why shouldn't I use it? Utaitumia alafu itakutia kaburini dadangu. Chunga kabisa. So wanaijaa kama unajua, kwanza hao watu wanasema Nigerian men are so romantic. This is a heart that they have mastered. It's called an heart of conmanship and a heart of psychopathy. A sociopath akitaka kukutumia atafanya kila awezalo. Atakutumia kila awezalo, atafanya kila design. They will be good, they will be sweet. Sasa hapo juzi tumekuwa tukilia kwamba kuna mwizi ameuawa. Hapo jana kuna mwingine huko eti ameapologizewa with a token of 5 million Kenyan shillings. Hizo ni pesa anaokota. Watu msiwaamini hivi. Hawatokei kwa familia za kitajiri kule Nigeria. Mbona wasikae kwao nyumbani? Do you think that Nairobi is better than Abuja? No, it is not better than Abuja or Lagos. Nairobi cannot even be compared to Lagos. Lagos is a great, beautiful city.
fanya uchunguzi wako ujue. Huko ndiko wanapaswa kuwa wakiishi. Ni tu wamegundua Nairobi is an hub ambao makahaba wamejiweka mle ndani. So ni rahisi sana kuweza kumpata kahaba Nairobi kuliko ni rahisi kuwapata kule katika mitaa yao. Maana kule walishagundua tunauawa, so they have developed a defensive mechanism. Lakini wetu hapa ananika tu roskoko bure. Tunaendelea kuchimba na kuchunguza visa hivi, tutaendelea kukupasha wewe kita kambi. Tuungane katika video zetu zijazo. Hii ni FM Show KE.